Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Katika maswali za leo Ndio. Kwenye comments Ndio. Swali la kwanza ni nini hukumu ya wazazi wanaomlazimisha mtoto wao aolewe na mtu fulani? Bismillah, alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, tuwakaribisha kwa mara nyingine katika channel ya Al-Yasin TV ya online. Na kwanza baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kipindi hiki cha maswali na majibu, leo tumeanziwa na swali muhimu, swali zuri. Ni ipi hukumu ya wazazi kumlazimisha binti yao kuolewa na mtu fulani? Vile vile waweza kuileta kwa kinyume, vipi hukumu ya wazazi kumlazimisha kijana kuoa binti fulani? Yote inawezekana. Hukumu ya Kiislamu inasemaje? Uislamu unazungumziaje kuhusu hilo? Naam, Uislamu haujaacha kitu. Uislamu umezungumza mambo mengi katika maisha, na ikiwa imezungumza sekta mbalimbali za maisha, kwa nini iache Uislamu sekta muhimu kama hii ya ndoa na mahusiano na kuoana na kuoa na kuolewa? Kwa nini iache sekta kama hii? Haijaacha. Uislamu haujaacha sekta kama hii, ni muhimu sana, kwani ndoa ndio msingi wa kuleta familia iliyo bora, na familia ambayo kwamba itazaa watoto wa halali ndani ya ndoa. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa na jambo muhimu katika Uislamu. Kwa hivyo kwa umuhimu wake, Uislamu haujaacha kulielezea hili na kulisherehesha hili na kuliweka wazi hili katika maeneo yote ya ndoa. Lakini swali specific ni pale mzazi anapoamua au anapohitaji au familia inapomlazimisha hasa binti kuolewa na mtu fulani. Naam, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kuwa mwanamke anaolewa kwa sifa nne. Tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Lijamaliha, kwa uzuri wake; limaliha, kwa mali yake; lihasabiha, kwa hasabu yake; au lidiniha, au kwa dini yake. Fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, Mtume akasema mchague basi mwanamke mwenye dini ili upate kubarikiwa. Kwa hivyo hizi sifa zote nne Mtume akarakiz katika sifa ya nne ambayo ni ya dini. Hii sifa ya dini ndio sifa pekee kubwa na nzuri waweza kumwoa, hata ukamwoa maskini, hata ukamwoa hana uzuri unaotizamwa na watu, lakini ukamwoa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dini. Mtume anasema tarbati yadaka. Kwa hivyo huu ni mwanzo wa majibu yangu kukuleta sawa, ndugu yangu muulizaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki cha maswali na majibu katika swali husika. Sasa je, yafaa tukiwa mwanamke ana uhuru kumbe kuolewa na mwanamume ndo anataka amuoe, yeye ndo anataka aoe, yeye ndo anachagua, kisha watoke familia wasema sisi tunakulazimisha, lazima uolewe na mtoto fulani, lazima uolewe na kijana fulani, lazima uolewe na familia fulani, lazima uolewe kwa maslahi yao labda binafsi, japokuwa wazazi mara nyingi hawana maslahi kwa mtoto wao isipokuwa wanamtakia kheri. Pengine hiyo familia wameiona ni familia ya kheri. Na kusema kweli, zamani watu wa zamani, si kwa zamani sana, yani miaka 50 labda, miaka ilikuwa binti anatafutiwa, kijana anapokuwa binti amevunja ungo, amefikia wakati wa kuolewa, anatafutiwa muoaji na wazazi wake, wao ndio wanamtafutia muoaji. Ikitokea mtu amekuja, basi ataenda pia kwa wazazi, mimi namhitaji binti yenu. Kisha wazazi watamwambia nenda tukuchunguze, tukufahamu, unatoka wapi, unatoka katika familia gani,
una dini gani? Kisha ndio baadaye wakikaa wakimchunguza, wataamua huyu afaa tumuozeshe binti yetu, au huyu hafai, wakamreject, wakamkataa. Kwa hivyo mifumo ya zamani sasa hivi tumeiacha. Sasa hivi watu wanapatana kwanza, watu wanakutana katika mitandao, pengine watu wanakutana kwenye maharusi, watu wanakutana kwenye events mbalimbali, wanakutana, wanajuana, wanasema basi nimekupenda na mimi nimekupenda, tuoane. Mambo yamekuwa hivyo, mambo yamekuwa digital na Uislamu pia uko mbele hata haya mambo ya digital. Bado Uislamu unazungumziaje katika hili? Nikimalizia kujibu ni kuwa wazazi wana option mbili. Option ya kwanza, wana nguvu sana wazazi kwa binti ambaye ni bikra, bado hajawahi kuolewa. Binti ambaye ni bikra, bado hajawahi kuolewa. Wazazi wana asilimia pengine 60 ya kuweza kumwambia binti yetu, kutafutia mume fulani fulani, je, tukuozeshe, wampenda? Na binti pia ana asilimia ya kusema hapana, mimi sijapenda, na binti yuko na uhuru wa kukataa kile alichochaguliwa na wazazi wake na kusema huyu mimi kwa sababu hizi sitakubali. Na wazazi wakimwendea kwa sababu vile vile, hawamwendei tu hivi hivi, wanamwambia kwa sababu hii na hii tumetaka binti yetu olewe na kijana fulani. Kwa hivyo hii inakuwa si lazima, hii inakuwa ni nini? Ni khiari pande zote mbili. Mababa au wazazi au familia wanamuomba kwa kuomba binti yetu tukuozeshe mtu fulani, tuamwona anafaa. Kisha binti naye ana hiari na uhuru wa kusema nimekubali au nimekataa, na hakuna mtu atamlazimisha. Kwa hivyo Uislamu kwa ujumla unakataa kabisa kumlazimisha binti kuolewa, isipokuwa kama kuna mufawadhat, mazungumzo, wazazi wanatoa rai, sisi tunaona uolewe na huyu binti yetu kwa maslahi haya, kwa 1, 2, 3, na binti atasema nakubali kama ni kwa maslahi hayo kuolewa na huyo kijana, lakini sikubali pia kwa sababu hizi na hizi sikubali, na zote hizo zinaweza kupita. Huu ni mfawadhat. Lakini swali nimesema kulazimisha, hiyo hakuna kumlazimisha binti kuolewa na mwanaume fulani kwa sababu wewe ni baba, au kwa sababu wewe ni kaka, au kwa sababu wewe ni mtu ambaye kwamba umeachiwa jukumu la kumsimamia yule binti. Haiwezekani. Takiwa kila mtu kwa roho yake, kwa sababu yale ni maisha. Wanaenda kuzaa, wanaenda kutengeneza nyumba yao. Ukimlazimisha kwa mtu ambaye hampendi, itakuwa ni vituko, hakutadumu hiyo ndoa hata mara moja. Kwa hivyo kwa kulazimisha, hiyo haipo. Sheria inakataa kulazimisha, isipokuwa kuna mazungumzo, wazazi wanatoa rai yao na watoto anakubali au anakataa hiyo rai. Wallahu a'lam. Ni nini hukumu ya mwizi Muislamu aliyeteketezwa kwa moto? Naomba utuelimishe Sheikh. Inshallah. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina rasulillah. Katika kipindi cha maswali na majibu, swali la 3 ni ipi hukumu ya mwizi Muislamu ambaye kwamba ameteketezwa na moto akakufa, yani akafariki? Hukumu yake ni nini huyu? Taib, hukumu ya huyu mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anajua, lakini sheria ya Kiislamu ilipoleta hizi hudud hizi, kukata mikono, hii kupiga mawe mtu mpaka afe mzinifu, ilipoleta hizi hudud ilikuwa kuna mantiq, ilikuwa kuna hikma kubwa ya Mwenyezi Mungu kuyamaliza haya matatizo haya ya zinaa na watu waliooa kuzini na wanawake walioolewa kuzini, yalikuwa yanamalizwa kwa kuletwa nini? Hudud, hizi hadi hizi za kuadhibu, hizi adhabu zilizoletwa. Kwa sababu kuna mtizamo, watu wengine wanaona Uislamu bwana, mtu akiiba kata mkono, mtu akizini ulia mbali, mtu akifanya hivi anafanywa. Uislamu umeweka taratibu. Kwanza hizi hudud nikimalizia, zimekuja kufanya tahsin katika mujtamaa. Mtu anapoiba mmoja akashikwa akakatwa mkono, hiyo damu na hiyo taarifa itaenea katika mji mzima.
watu wataogopa kufanyaje? Wataogopa kuiba, kwa sababu ukiiba utakatwa nini? Utakatwa mkono. Kwa hivyo ukiona kwa mbali ndio Mwenyezi Mungu anasema walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, na nyinyi katika visasi uhai. Yani wewe ndugu yako ameuliwa, unaambiwa na wewe mkaue ndugu ya huyo familia iliyomuua ndugu yetu. Tunaenda tunashika ndugu yake na tunafanyaje? Tunamuua. Kwa hivyo mimi nikimuua leo mmoja na wao wakatoka wakaja kuua ndugu yangu mmoja, hiyo ni nini? Hiyo ni kama vile tasalsul katika kuuana. Si utasema familia hii imeuliwa mtu wao na wao wamechukua mtu, wamekuja kumuua mtu wetu wa familia yetu. Hiyo si ni kuuana? Itaendelea, tutamalizana mjitamaa mzima? Hapana. Mwenyezi Mungu anasema katika kisas kuna haya. Kwa hivyo ukiua mtu kwa mfano, familia hiyo itakuja kuua mtu wa kwenu, hii familia yenu itaenda kuua tena ili familia ije uawe tena? Hakuna. Na familia zingine zote zitaogopa kuua, kwa sababu tukiua mmoja wetu atakuja atafanyaje? Atauawa. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab, na katika visasi maisha itaendelea vizuri. Watu wataogopa kuua, kwa sababu tukiua mwenzetu katika familia atakuja kuua. Ni familia ngapi zitaogopa? Ni familia ngapi zitaacha kuua kwa sababu zinaogopa na zenyewe zikiua familia yao na mmoja atauawa? Kwa hivyo ni hivyo, watu wataacha kuua. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab. Ama tukirudi katika swali, mtu anauawa mwizi. Kwanza tukianzia mwanzo, ni makosa mwizi, makosa kumuua mwizi kwa kumchoma moto au kumpiga mawe mpaka akakufa, ni makosa. Sheria ya Kiislamu haijasema mwizi auawe. Mwizi akishikwa ameiba kitu cha thamani, kitu ambacho kilikuwa kimefichwa, kwa sababu mpaka mtu ashikwe katika sheria ya Kiislamu, mpaka mtu ashikwe akafanyiwe kukatwa mkono kwa sababu ya wizi, kuna vitu vimepitiwa. Je, alichokiiba kilikuwa katika hirzin, kilikuwa kimewekwa, yani kwa mfano kwenye benki ndani, ameenda amevunja, huyu alikuwa ni mwizi kweli. Lakini kama umeweka milioni zako 2 Yasin, umeweka nje hapo, au umeweka tu nyumbani kwako, nyumba pengine mlango mbovu, mtu akipita tu anaziona, wewe utaambiwa wewe hujaweka mali yako vizuri. Hata ukiibiwa hakuna nini, hata yule aliyeiba, hata tukimkamata hatutomkata mkono, kwa sababu mali ni kama ilikuwa imetupwa. Naam, amechukua mali ya mtu, lakini ilikuwa haiko kwenye hirzi ile ambayo kwamba sheria imesema. Kwa hivyo ukiwa na mali, mpaka tumhesabu huyu ameiba kweli, amekusudia, ametoka pengine na mapanga, ameenda akavunja nyumba, ameenda akavunja makabati, ameenda amewatishia watu, amewapiga na migongo ya panga usiku, toeni pesa, amewalaza chini, huyu kweli ni mwizi. Kisha alichokiiba pia kinatizamwa. Pengine ameiba viatu msikitini, viatu shilingi 500, shilingi 1000, tunampiga mawe au tunamchoma moto kwa sababu ya shilingi 1000? Hapana. Wala tunaenda kumkata mkono kwa sababu ya shilingi 1000. Kwa hivyo lazima ile mali aliyoiiba ifikie kiwango mpaka tuseme huyu kweli anastahili kufanyaje? Kuuliwa, kukatwa mkono, si kuuliwa. Mpaka mali hiyo ilikuwa wapi na ameitafutaje, ndio tujue kwamba huyu bwana anastahili kukatwa mkono. Kwa hivyo sheria ya kuiba katika Uislamu ni kukatwa nini? Kukatwa mkono. Na mkono una namna yake ya kukata. Tukiambiwa mkono tunachukua ni mkono wote huo. Akiiba mara ya kwanza akashikwa na tukathibitisha aliiba na mali aliyoiba inastahiki kuitwa mwizi, na mali aliyoiba ilikuwa imefichwa mpaka ameitafuta ameipata, atakatwa kidole hiki. Unaona? Kidole cha mkono wa mwanzo, kidole hiki ndio kinakatwa. Kwa hivyo anabaki na vidole 4 na nini na mkono mmoja huko. Akirudia tena tutakuja tukakata, nadhani ni mkono wa kulia, kidole pia kikubwa, ili mpaka mkono uje uishe ufike huku. Huyo pengine ameiba mara 10.
Si tunafojua tukimshika mwizi leo tukatumia sheria ya Kiislamu kumkata mkono, tutaenda kumkata huko? Hapana, mkono haukati huko Sheikh. Na tumesemaje? Narudia tena, mwizi wa Kiislamu akiiba ile mali ambayo imefikia katika kiwango sawa, na ilikuwa imefichwa, ameitafuta mpaka amevunja makabati na nini na kadhalika, atafanya, atauawa, atafanyaje? Atakatwa nini? Kidole. Atakatwa kidole, sawa. Sasa swali, je, haya aliyotokea sasa hivi, mwizi anashikwa, anawekwa kwenye mipira, anachomwa moto, anakufa, kichwa chake kinalia pu, hata watu hawana damu siku hizi. Hii ndio swali limeulizwa, hii afaaje? Hukumu yake, waliofanya hivi wamefanya makosa, wanapata dhambi. Waliomuua, walioshiriki, walioleta mafuta ya taa, huyu amechosha bwana, naiba viatu kila siku msikitini, akauliwa. Hata yule aliyeleta mafuta ya taa, hata yule aliyechangia kuleta mpira wa gari, hata yule aliyechangia jambo lolote katika kummaliza yule, anapata nini? Dhambi. Wameua nafsi. Wamefanyaje? Wameua nafsi. Lakini si ni mwizi huyo? Mwizi ana sheria yake ya Kiislamu imeleka, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah inna Allaha azizun hakim, wallahu azizun hakim, katika surati al-Maida. Kwa hivyo mwizi hukatwa mkono kisheria, na mkono tumesema si wote, kidole wa kwanza akiiba, mara ya pili kidole kingine, sawa sawa. Kwa hivyo hukumu ya hawa waliomuua wanapata nini? Dhambi. Wamepata dhambi ya kuua nini? Ya kuua nafsi. Na wakati hii nafsi kama iliiba, pengine akiakatwa kidole atatubu na atakuwa ni mzuri, na hata pengine tutampa msikiti baadaye, ameacha kuiba, si ndio? Si utokea hivyo? Sasa tumemuua, tumemkatisha, pengine alikuwa atatubu, tunaenda kumuua. Hiyo si ni makosa? Hiyo ni makosa. Kwa hivyo hawa waliofanya hili wanapata nini? Wanapata dhambi. Yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pengine wakati wanampiga na kutaka kumuua, wakimwandaa, akatubia kwa Mwenyezi Mungu, yale mapigo yakawa ndio tahara kwake, akaenda na Mwenyezi Mungu, ile dhambi hana, zikabaki zingine. Kama alikuwa hana zingine, anaenda wapi? Anaenda peponi Sheikh, si ana dhambi? Pengine ametubia hapo, wakati mnamfunga kamba, mnamtia, ametubia, Mwenyezi Mungu, mimi natubu kwako. Watu wakamuua ambaye alikuwa anatakiwa aishi. Nani aliyefanya dhulma hapo? Waliomuua. Kwa hivyo hukumu yake yeye akifa, ataswaliwa Kiislamu, ataoshwa Kiislamu, atakafiniwa Kiislamu kama wanavyofanywa Waislamu wengine, bila kupunguza haki yoyote. Atazikwa makaburi ya nani? Ya Kiislamu. Na ataswaliwa na nani? Na Waislamu. Kwa hivyo anaenda kwa Mwenyezi Mungu akiwa safi. Nyinyi ndio mmemtahirisha, nyinyi mliomuua ndio mmemfanyaje? Mmemfutia ile dhambi. Sasa itabaki kama alikuwa na makosa mengine, ni yeye na Mwenyezi Mungu, na kama alikuwa na memo mengine, ataenda kupimwa huko kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Tunajua mwanamke kujipost kwenye mtandao haifai kwa mwanamke. Vipi ikiwa waitumia kwa kutangaza biashara yako, mathalan makeup, nguo na biashara kadhalika? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina rasulillah. Swali la mwisho leo, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutakia rahma na amani mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali la mwisho kwa siku ya leo katika kipindi cha maswali na majibu hapa katika TV Al Yasin, tunaulizwa kuwa tunafahamu na watu wengi wanaelewa, Waislamu wanajua kuwa mwanamke kujiposti sura zake, picha zake, vitu vyake vya ndani, watoto wake, mume wake, ni vitu ambavyo havifai, ni vitu ambavyo havifai. Je, akitumia katika kuposti biashara zake, kuposti pengine biashara ya nguo, pengine biashara ya makeup, pengine anaposti hapa, sasa uharamu au ubani kujiposti yeye, uharamu au ubani yeye kujiposti, au kuposti nyumba yake, kuposti chumba chake, kuposti
vifaa alivyonunua nyumbani kwake, na hii dunia sasa hivi imekuwa ina mambo hayo mengi ambayo kwamba yana istifzaz katika nafsi. Kwa kweli wanawake wengi wameingia katika mtihani kama huu, lakini tunapoulizwa swali kama hili tunasema kuposti kwa ajili ya biashara, na biashara ni matangazo. Haposti picha yake wala haposti kitu chake cha ambacho ni cha heshima, ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiheshimisha, kama mtoto, kama mume au kama nini, vitu kama hivi. Si vibaya hata mtoto kama ni mtoto amemweka kwenye hall yake au nini, si vibaya, lakini yeye kujiposti kwa ajili ya watu wote wamuone, yeye anatakiwa onekana na mume wake na watu wa nyumbani kwake. Watu dunia nzima wanakuona kwenye mtandao, kisha wengine wakaandika comment hapo chini, umependeza, mashallah, macho zako ni mazuri, miguu yako ni mizuri. Hiyo ni hatari, hiyo haifai, na swali limesema hilo jambo halifai, watu wote wanajua. Je, kuposti biashara hakuna ubaya wote, asijiposti yeye tu, maanake kuna aina mbili za kuposti katika biashara. Mimi ni makeup, nani anaitwa makeup artist. Huyo makeup anaji makeup yeye, kisha anajipiga picha, anafanyaje? Hiyo ni makosa. Ama unachukua zile vifaa vya kufanyia makeup, kisha ni vifaa tu, hakuna mtu, hakuna sura ya mwanamke wala sura yake, hiyo hakuna shida yoyote. Na wengine wanasema mimi nikimalizia, mimi sheria ya Kiislamu au mimi nimeolewa sifai kujiposti, ngoja nichukue mfanyikazi wangu, akamchukua msichana mwingine au mama mwingine anayefanya kazi kwa ofisi akamposti, hiyo bado pia ni nini? Ni makosa. Kwa hivyo kinachotakiwa ambacho tunasema kwamba hakina ubaya ni kuposti zile bidhaa. Makeup yangu natumia hizi, natoa Jamaica, hizi natoa wapi, hizi ndo natumia, hivi vifaa vyangu, hii ofisi yangu iko hapa, iko maeneo fulani. Biashara ni matangazo na kila mtu anaruhusiwa, sio? Hakuna ubaya wote, lakini kuposti picha yeye amejikoki, amejiwekea makeup, vitu ambavyo kwamba kupendeza huko anatakiwa one mume, akaenda kuviweka hadharani, hiyo ndio makosa. Wallahu a'lam. Shukran sana. Barakallahu fik. Yafaa Muislamu kukata keki? Swali la pili. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Katika kipindi cha maswali na majibu leo hii tunaulizwa swali la pili: je, yafaa Muislamu kukata keki? Kukata keki ninavyofahamu ni sherehe fulani, ni makutano fulani, ni jambo fulani, watu wamekaa wakasema basi tukate keki, kwa maana kwamba kufungua pengine nyumba, kusherehekea sherehe fulani ya mtoto anazaliwa, pengine birthday. Na hayo yote ni mambo ambayo kwamba tunayaishi katika jamii. Sasa ukisema mimi ni Muislamu, hakuna kitu ambacho hakuna keki imetajwa katika Qur'an wala sunna haijataja mambo ya keki na mambo kama hayo, utakuwa sasa wewe unataka ujitenge kuishi na watu. Tunaishi na jamii. Sisi Waislamu tumefundishwa kuishi na jamii mbalimbali. Wengine mtapishana dini, ishi nao, nunua kwao, utawauzia. Ndio maisha tunaoishi hapa katika Kenya yetu. Tunaishi tumechanganyika, hata pengine katika building moja tunaishi na huyu Muislamu na huyu sio Muislamu, tunaishi na huyu Mwarabu na huyu si Mwarabu, huyu mweusi huyu ni mweupe. Hatujapewa hatujafundishwa wala kuelekezwa na dini zetu kuwa tubaguane kwa misingi ya dini na itikadi. Japo kwa swali hili si la dini, kukata keki. Unajua kila watu wana namna yao ya kusherehekea, wana namna yao ya kufanyaje, ya kusherehekea, ili mradi ile namna haivunji misingi ya dini na sheria ya dini, haikupeleki katika ukafiri, haikupeleki katika ushirikina, haikupeleki katika kumwasi Mwenyezi Mungu, haikupeleki. Kwanza keki yenyewe ni halali. Nani amesema keki ni haramu? Si imetengenezwa
na ngano ya kawaida, simetengenezwa na unga wa kawaida. Huu haramu wake unatoka wapi? Kwa hivyo keki yenyewe kwa ujumla wake ni halali. Kisha watu wakajipanga wakasema, tunazindua nyumba yetu fulani mathalan, wakaenda wakakata keki kuonyesha kwamba tunakata keki kwa maana tunaanzisha tunaifungua hii nyumba, au tunakata keki kufurahia mazazi ya mtu fulani. Hakuna shida katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dinu yusrun, dini ni nyepesi. Falan yushadda dina ahadun illa ghalaba, hajaikaza dini mtu yeyote isipokuwa itamshinda. Kwa hivyo hukumu ya keki, keki yenyewe ni halali, ni chakula halali, ni chakula kama vyakula vingine Kwa hivyo ni keki ni nini? Ni halali. Kwenda kukata, labda mtu atasema tunajifananisha na Wakristo au na watu wasiokuwa Waislamu ambao wana tabia kukata keki kwenye makanisa yao, kwenye nini. Nani alikwambia Wakristo ndio walianzisha kukata keki? Pengine hata lilasaf, pengine sisi hatujui hata tarehe yetu. Pengine alianza kukata keki ilikuwa ni kabila fulani na walikuwa ni Waislamu. Hawa mambo hatutakiwi tuyachunguze sana. Tunajua kitendo kile cha kukata keki kina haramu gani, na ile keki si chakula cha halali kama vile. Ule ni utaratibu watu wa kula, na kama mtu mwingine hula na kijiko na si haramu. Kama mtu mwingine hula na ile spoon ya nini, hakuna ubaya wote. Kwa hivyo ni chakula kile, isipokuwa kale ka utaratibu kwamba tunafungua nyumba au tunafanya jambo fulani tukate keki, ndio pengine kitamletea mtu wasiwasi. Tunasema hakuna ubaya wote, hakuna haramu wote, hakuna shida yote katika jambo kama hilo. Wallahu a'lam.